hatua za msingi. Kwa hiyo unatumia jiko la plate kadhaa lenye mtungi mkubwa. Ukimaliza kupika, hakikisha na kwenye mtungi umeenda unafanya nini? Unafunga. Ila asilimia kubwa tukishazima kwenye jiko, tunajua kabisa tayari ushamaliza na mambo yanaenda sawa sawa. Lakini kumbe moto unaweza kutokea sehemu nyingine, ukaja ukaunguza pipe ikaanza kutema gesi na moto ukapelekea kuwa mkubwa ndani ya nyumba na kupelekea hilo janga la moto. Hichi kizazi bwana, unakuta mtu anapika lakini huko anachezea simu. Kwa sasa concentration inahamia kwenye simu, jikoni anasahau. Endapo ule moto ukawaka pale kwenye gesi, huyu mtu achukue hatua gani ili kujinusuru kwa haraka? Kabla ziende kwenye hatua ya kuzuia, niende kwenye tahadhari. Tunapenda kumtahadharisha mtumiaji wa nishati safi ya kupikia, especially gas. Unapokuwa unatumia, hakikisha unakuwa karibu na jiko lako. Usisahau kwamba hii ni kuni mpaka kuja ishike basi nitakuwa nishamaliza. Hakikisha unakuwa karibu na jiko lako, kwa sababu muda mwingine hizi bana zetu zinakuwa zinachoka. Unakuta gesi ikiwa mpya inajiongeza, umeweka moto fulani inajiongeza. Ukumbuke jikoni unaweza kukuta kuna pazia, mtu na chumba kimoja pazia hapa, sofa liko hapa, meza yenyewe unatumia ya mbao, ni rahisi moto kusambaa kwenye jengo. Sasa kwa nini tahadhari unatoa hiyo wakati wa kuzuia kwenye kuzima? Sasa tahadhari umeizingatia, moto kutokea nadra. Ukitokea basi madhara yatakuwa ni kidogo. Lakini kwenye kuzima imetokea sasa imekushinda,